Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ni wakati mwingine tena ninaungana nawe katika kipindi hiki cha Tembea na Neno la Mungu kila siku. Kipindi ambacho kinataka utembee na neno linalokuongoza kwa siku. Hata kama ni mstari mmoja wa neno la Mungu, lakini laweza kukuongoza na kukupa njia. Sasa kwenda kuangalia ujumbe wa leo unaosema ni vizuri kukaa kimya unapongojea wokovu kutoka kwa Bwana. Ni vizuri kukaa kimya unapongojea wokovu kutoka kwa Bwana. Sasa kwenda kusoma katika kile kitabu cha Maombolezo sura ile ya 3 mstari 26. Tutakwenda kusoma mahali pale Maombolezo sura ya 3 mstari wa 26. Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Kwa hiyo unaangalia ya kwamba ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Unangoja kwa utulivu kile ulichozungumza na Mungu, kile ulichoongea na Mungu, kile ambacho unahitaji Mungu akutendee. Unasubiri kwa ukimya. It is good to wait quiet for the salvation of the Lord. Lazima uwe na kimya, uwe na utulivu unaposubiri jambo jema kutoka kwa Mungu. Wala usiwe mwepesi unamwomba Mungu alafu unatumia akili zako kinyume na kile ulichomwomba Mungu. Kwa sababu majibu ya ukimya yanayotoka kwa Mungu yatakupa faida kuliko ukiamua kuzitumia akili zako tena ukaacha kusubiri majibu ya kutoka kwa Mungu. Utapoteza. Hata jibu la Mungu likija utakuwa umekwisha kuharibu. Jibu la Mungu litakuja halitakusaidia tena, kwa sababu wewe umeamua kuchukua njia zako mwenyewe. Kwa hiyo ni vizuri kukaa kwa ukimya unaposubiri wokovu kutoka kwa Mungu, unaposubiri majibu yako kutoka kwa Mungu, unaposubiri kile ulichomwomba Mungu, ukiendelea kumngojea kwa utulivu kama Daudi alivyokuwa mtu wa kusubiri. Zaburi 37 mstari wa 7, neno la Bwana linasema mahali pale, ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee kwa saburi. Usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake, wala mtu afanyaye hila. Kwa hiyo wala usihangaike ukaanza kusema, mwingine anaanza kujitolea mfano, mbona fulani anafanikiwa sana na mimi ninamwomba Mungu, mbona haiwi hivi? Wewe sio huyo fulani. Mungu anajua jambo jema analokuwazia. Anakuwa na mpango mkubwa sana juu ya maisha yako. Wala usiwe kama Kaini, ambaye yeye anavyomtazama ndugu yake anaona mbona anafanikiwa, anakuwa mwepesi wa kukasirika na kuchukua maamuzi mabaya. Ni kwa sababu amngoji Bwana katika ukimya na kujua, je, yamkini katika njia yangu kuna mahali sikuwa sawa, sikutenda kwa usawa. Kwa hiyo haulizi mbele za Mungu ili apate kile kitu ambacho Mungu anakitaji, anachokitarajia, lakini atachukua maamuzi yasiyo sahihi. Kwa hiyo ni vizuri kukaa kimya unapomngojea